Welcome back our people to Life Lab TV show, and today we are here. We are your hosts. I'm Lea. I'm Jose, ama Jose Influencer. Hivyo ndio mnanitambua. So today tunaenda kuongelea topic tuseme like why do people what makes people cheat in a relationship. Yeah, you know tunaenda kuongelea leo. Hata venye uko hivyo naangalia show, maybe you have been cheated mahali ama umecheat. So wewe wenye unaangalia you know position yenye uko. Maybe ulikuwa umecheat ama umecheatiwa. So here today we have some tips to guide you what makes you to cheat ama what makes you unacheatiwa. Sasa unaona atutegemei pande moja tuseme eti sasa wale wana cheat tunatetea ama wale wenye wanacheatiwa. So we are equal, tunaongea what makes people to cheat and make wanacheatiwa. And solution. Sasa unacheki. So tukiwa hapa na my co-host today na hii tuko na hiyo tunataka kudiscuss. Pia unasaidia kutoka hapo kufikiria ki-mind. So nikiuliza my co-host hapa hivi as we go direct to that thing. Wewe venye unaendelea venye iko hivi, nini nafanya watu hata wana cheat? Mimi naona sana sana inakuanga first impression. Mtu anaweza kuwa ameingia kwa relationship juu ameona maybe huyu boy ameweza ama huyu dem ameweza bila kujua huyu mtu tabia zake. So like unataka kusema like ile design hata wewe mwenyewe unaangalia unasema like unaangalia tu yani vision unasema huyu mtu ako fiti lakini hujajua career yani tabia zake. So unacheki like unasema kama ni sura yako fiti ananifanyia tu vitu fiti lakini hujajua venye background yake iko. Sasa unaona of course mimi naweza support point yake juu lakini mimi venye naonelea on that thing on my side venye naweza sema on that solutions by the unfaithfulness inafanya mtu by the cheat. Kama mtu wako uniamini ama sikuamini hatuwezi kaa kwa relationship. Na cheki some people wana cheat huko kwa sababu mtu aamini like unaoa ile then yani hujafika ile yani ni kama ulifosiwa kuoa mbio. Hadi kuna wengine wanaoa juu mzazi anataka maybe boy amlete bibi. Of course. Lakini hata kama anataka amletee bibi, wewe mzazi unataka uletee bibi. Patia mtoto wako time, atafute mtu mwenye wana value na yeye vizuri alafu ndio amletee bibi. Lakini on my side acha kwanza nikuulize venye uko hivi. Wewe venye uko hivi, sema una date na mse wako. Si lazima mjuane tabia, muelewane, mseme like ujue background yake mali anatoka alafu ndio mwanze ku date fit. Hata ikwambia nataka kukumari inakuwa fit. So unacheki. Lakini sasa hiyo ndio inafanya watu wengine wanaanza kuchitiwa. Juu mtu ajui, anaona boys ako fit, ajui mali anatoka. Like these things zinafanyika by the most kwa towns. Mtu anapata mtu town hata amjui kwa ni wapi. So wanaanza kudate. Sasa unacheki. Inafanya watu wengi wanakaa wanachitiwa. Sasa kitu kingine ni naweza sema kitu kingine most naweza sema hiyo watu wanafanya wana cheat. Hata usipolinda wewe ni mwanamke wangu kwa nyumba. Usipolinda fiti mimi nitaishia. Sasa unamaanisha nini asipokulinda fiti? Yeah, like sema tuko kama ni kwa nyumba, I've been married, nimeoa bibi yangu. Sasa tunasema cheki. Like anikie nisema kama nimetoka kama ni kazi, niko tired, lazima anieke maji nioge, anipe food nikule. Alafu upate an extent unatoka kama ni job, unapata bibi yako hapa amekaa, hata ku welcome fiti. Ana nakuangalia tu kama mtu fulani ameingia kwa nyumba. Hata ukienda kwa babu. Lakini izifanya mtu acheat. Of course inaweza. Unaweza muuliza kwa nini unitreat hivi na hivi? Maybe ako na mashida zake lakini umeconclude ana haja na wewe. Of course wote nikuuliza my co-host tena ni kila day nimekuja. Iseme umefanya kitu more than 1 month. Kwani kila siku utakuwa uko na hizo stress? Si mnaweza ongea. Of course unapata sana mumeongea tena react kitu yote. Sasa hapo unaweza shuka huyu mtu kuna venye ananipima. Ama ukiingia kwa nyumba like hata kukwambia food ndio yeye hataki kukupea food, yani anakuleta food kama mwenye hata akupe ile yani facial impression like anakuangalia ako fit ile uso yako iko too fit. Sasa inaweza fanya mimi ni cheat on my side mimi kama mwanaume. Hata mimi unaangalia mwanaume, acha nikwambie kama mwanamke wako akucheat too fit ukiingia kwa nyumba hapo na toroka mbio bana. Hiyo inafanya watu wengi wana cheat peke, lakini si wa advice mfanye hivyo. Ingia kwanza na wanawake wenu muelewane alafu ndio bila sinaanza kuchange. Alafu pia kitu kingine inaweza fanya mtu a cheat kwa relationship like mwanamke ama mwanaume mmoja anaweza kuwa like ako na mashida zake but afikiri kama huyu mwingine pia ako na mashida like anataka tu atreatiwe kama ni yeye pekee ndo ako na shida like hataki kujua mwingine pia anapitia nini. Of course bado kwa familia lazima muelewane, muongee, mjue some solution venye mnafanya vitu. Sasa unaona ipate mtu mmoja ako na secret fulani na kuna kitu inamuaza ambi partner yake. Sasa unaona hiyo itafanya mtu acheat. Tuseme tu mwanamke ama mwanaume ako na shida inamsumbua lakini huyu partner wake akijaribu kumuuliza ako zile za mimi niko sawa. Sasa mtu akaambia ako sawa, si unatafuta mtu mwenye ako sawa na wewe. Of course unaweza tafuta lakini
lazima bado unajua pia sisi wanaume acha baadhi nikwambie tena. Hata nyinyi wanawake sitatai wanaume pekee. Kuna design hata wewe unaweza sema hata mwanamke wangu ama mwanaume wangu kuna kitu fulani unajua nataka tugombeze tusikize vizuri hata sisi. Hivyo unataka kugombezwa. Of course hata nikuulize uwezi niambia mimi ni bana kwa nimekuja sema hata kama kitu fulani ilikuwa imeniwaza sasa kwa akili. Tunasema kuna stress fulani. Lazima umpapaze mzuri umwambie haki, si uniambie tu shida iko hapa alafu ndio mnaelewana. So unapata mnaochu kwenye mmesikia wanaume wanataka kugombezwa. Of course si ati nimesema nataka kugombezwa. On my side mimi nimesema lazima mtu agombezwe ndio asikie fiti juu. Huwezi kuja mwanamke mwingine akanga na kiarero unasema like nini shida mbona like una react hivi anakusharabu mbio. Sasa unaona muulize pole pole nini mbaya my wife my husband nini inaendelea alafu ndio mtu anakujibu lakini msikuje na ile like ile mbio. Sasa unacheki unapewa mtu depression hadi kile kwenda kuambia ina disappear. So inafanya mtu anasema huyu bibi vanya ananichukua hadi staki alafu anaenda huko nje anasema nikiangalia huyu mwingine anaweza kuwa too fit tunaweza date na yeye. Sasa unaona anasema mambo za bibi staki acha nichikate kwenda kwa huyu mtu mwingine at least ananipapaza fit anauliza vile nataka vizuri yani ile calmness. Sasa unaona sasa nashinda ule msana kwangu ananipigia kelele mtu wangu kwa nyumba nikikuja hapa nalishwa vizuri niko fiti. So inafanya mtu anacheat hata unaweza achwa. Pia mimi hata niwaambie vile niko hivi hata mtu anilinde fiti kushinda mtu wangu pia mimi naweza disappear. Juu kama haunitreat fiti mbona nikae mahali huko yenyewe. Of course hadi my host amekubaliana na hiyo story. From both sides. Hadi mimi kama mnitreat vizuri si natafuta matanieka vizuri. Of course. Lakini hatujawa advice mnaanza mtafuta watu. Bado mpia kwanza solution muongea muelewana alafu ndio mnaanza kufanya hizo vitu nacheki. Tena kitu kingine naweza sema like tuseme kuna ile design depression by the way. Unapata mse fulani unaoa na unakaa like tuseme kama jinsi by the way most mpata msa ameoa baada kana beshte na wajaoa. Sasa yeye like anakuwa anaenda na beshte anakaa wenye wajaoa like anataka kufit kwa hiyo group. Sasa unaona hakuna group yenye jaoa lakini yeye ameoa. Lakini kitu kama hiyo itakuwa ni mzazi amempea pressure. Of course inaweza kuwa ni mzazi lakini kuna wengine wanasema huyu partner wangu nilimpata alikuwa fiti acha tuoane lakini ikifika hapo mbaya anasema like kama partner ama au watu wenzake au mabeshte zake wanasema like umsa ameoa hata ishara haizi ishia sasa fiti. Sasa inakuwa like yani amenauzwa mahali fulani unaona like amekaba ana space wakaenda sema kujinaice kama ni kujinaice sasa fulani yeye ana hiyo time yako nini lazima alinde bibi watoto ako nao. Sasa nakaa depression nasema si acha nijichiti venye wengine juu na watakuwa na watu wao sunana anasema like hizi jukole bibi yako kwa nyumba acha atafute mtu mwingine. Sasa lakini pia mimi naona tunafanyanga watu wengi wana cheat kwa relationship. Some people wanaharakisha kufanya vitu na most of the people wana cheat ni the young age si ndio? Ndio ushasikia watu wamezeeka huko eti nani ana cheat sina kwa watu wamezeeka the young age si ndio hiyo juu watu wanaharakisha kufanya vitu ama unaweza kuwa na date na mtu just to satisfy your friends. Sasa unaona kama dem unaweza kuwa uko sure kabisa upendi mtu lakini uko na age ya pesa. Of course by the way inakuanga hivyo unafaa kuelewa your partner mke na yeye mjuane vizuri kabisa ndo mkubali tunataka kusettle so that mkisettle hakuna kucheat. Of course ni hivyo hata mimi kitu tena kama ni wanaume unajua these ladies wanapenda pesa sana. But una date mse si ni ukweli si mnapenda pesa. Si mnapenda pesa. Of course mnapenda pesa. Sasa inaweza kuwa like ile design unasema aje like hata huyo mse wangu upata hata msako na kazi fulani na anapiga kazi sio kazi haimlipi fiti lakini msao unajika kama unasema acha niridhishe demu wangu ama huyu mtu wangu ndio asikuje kuniacha. So like unaona unajua hata mali anatoa akona kazi uji kazi yake anafanya akipata dokla fulani kidogo anakuja na kuspoil na kufanyia vitu unataka. Sasa unaona sasa ikifika next time mali fulani huyo msata kwa hiyo job sasa inaanza kusema wewe huyo msadi yani mpaka demo anakaa ile hadi pesa anasema siwezi kana huyu msee kama hivi ndiye alikuwa kwani hana hata kazi hivyo ndo anaweza fanya. So unakaa like umezoea do uwezi hata hawezi kusatisfy your feelings. Sasa unaona unaamua tu kumwacha. Sasa demo hivyo ninafanya demo anafanya leta anakutoka alafu unabaki tu bure. It's better uelewane na msee wako kama hana pesa na wakati yako nayo ako nayo ndio mnaelewana. Sasa unaona hata mwenye unaangalia hatujasema sasa uende utatoa wenye wako na pesa ama wenye hawana. Of course tumesema jua your partner. So unaona ujue partner yako ukisema aje akishiwa bado ni yeye akiwa nazo bado ni yeye na muelewane kwa familia by the way sika like ni ile kufurushana by the way kufurushana inaweza pala mtu mwingine ana cheat tena like kugombana kila day unasema like yani ni kama ulewa tu hivi zirani ama ulewa na kisirani fulani. Sasa unaona mnakosana kila time hadi yani unakaa like hamna ile
peace of mind mkiwa mmetulia. Na pia sometimes pia respect inaweza fanya mtu aamue kucheat kwa relationship. Maybe huyu mwanaume anapiga huyu msichana, si kila mtu atatafuta mtu mwenye amcheat, mtu ako loyal, like mtu anamheshimu. Of course. By the way, heshimu kwanza wanaume, acha sasa nikuje side yenu nyinyi. Mnafaa kuheshimu wanawake wenu by the way. Unajua unapata mwanamke ako tu kwa nyumba ametulia, alafu mwanamke anakuja na visirani zako unaanza kumpiga. Of course. Si hata tafuta mwenye ampigi. Sasa unacheki, lakini hata nyinyi mkishapigwa kuna reason. Reason unakuja kupiga mtu. Acha kwanza nikuulize meko host. Wewe wenye uko hivi useme uko na mwanaume wako, anakuja anza kukupiga bure. Mimi tutapigana hivi, huwezi nipiga. Sasa unaona wanawake wanataka kutupiga hapa hivi nje. Nimekuuliza kuwapiga mtu, huwezi letea mtu hasira yako. Of course huwezi letea mtu hasira yako, lakini hii hasira iwezi kuja bure. Maybe kuna kitu ulikuwa umembwa ama kuna kitu amesikia. Unajua sisi nyinyi siku hizi mnafanya vitu chini ya maji sana, like mimi naonanga kama kwa relationship, kama partners wanapigana sana ama wanagombana, ni watu hawaelewani. Like watu wanafaa ku understand each other kwanza. Si ndio hiyo sasa. Hiyo ndio inafanya by the way watu wengi sana wana kwa sana juu familia mingi zimevunjika. Kama uko nje uko na mwanaume anakupiga, toroka. Sasa akikupiga the next day si atakuwa. Of course hapana, nyinyi msitoroke. By the way huyu msasa advice hivyo. Anakupiga toroka. Acha kwanza niwaambie wewe wanawake mkoko hivi. Si hata acha basi wacha niseme aje. Hata umecheza wanawake. Unajua kuna wanawake wengine wanapiga wanaume. So pia mimi ni advice, ukipigwa toroka. Mwanaume ukitoka inakaa shame, ndio inakaa. Hakuna shame, si unajilinda. Kwani unajipenda? Mwanaume kama unapigwa huko nje, enda hata polisi shika huyo mwanamke aje sasa anaanza kukupiga. Mwanamke akupiga aje? Mwanaume ndio kijo kwa familia. So ukipigwa uko na right ya kusema aje, jikakamue by the way, enda hata jimba. Enda hata jimba na tafuta kupiga. Wacha kukaa hivi unakaa mtoto. Sasa tunaona ujijenge. Lakini wale wanaka unapiga wanaume, acha niwaambie, usifanye hivyo. Hata kama akae ni ule mnegevu kabisa, hapana bana, mheshimu venye yako by the way. Wewe wenye uko hivyo unaweza pika mwanaume wako. Siwezi. Wale wanawake. Na uweze na umesema ndio unaweza mpiga. Akileta shida akianza kunipiga tunapigana. Sitakubali kupigwa. Hapa lazima ukae calm. By the way kwa wanaume na mwanamke ikipigana, mwanamke unakaa unajituliza. Ndio inakuwa tu fit. Sasa unaona like isikane like unajua kijinua juu, pia mwanaume ako na nguvu zake na anajinua juu. So wewe utaumia. It's better ukae tu low, upige utulie. Hapana, usikubali kupigwa. Si eti usikubali kupigwa, upigwe. Unajua haiwezi kupiga sana hata akiona wewe mnyamaza aje. Mtu ako na hii anachinga aseme hii nimpige aje na mbona amenyamaza, ameanza kufa nini? Ndio kinyamaza naambia sasa wewe nimalize. Akamwambia hapana, nimeacha basi, acha itoshe hapo. Unapata ile adabu kidogo. Adabu gani? Adabu kidogo juu kama ulikuwa umekosa lazima upate adabu. Hapana, watu wanakaa chini wanaongea. Sasa mbona mtu aende kupiga mwingine? What about ni kuongelesha mara 10 times na usikii? Lazima upewe adabu. Si unampea break. Break ya nini unaenda ukipewa break? Sasa hivyo ndio unasema ndio break, mtu anaanza kuchiti huko nje. Usipatie mwanamke wako break ama mtu wako mmemna date na yeye. Kama umeamua ni hiyo time. Break maybe basi usimfukuje bazani. Sasa lakini muona basi hata kama ni kupewa adabu ya kupigwa, lazima upigwe ndio uchanuke. So unapiganga mtu wako akatana kukasirisha. Hapo si hivyo, lakini sijasema ndio maana kupewa watu na mama mimi na mimi. Na wadanganya mfanye kitu nya afanyangi. Acha niwaambie, like kama mtu mimi akaanza shida nampiga la. Sina kwamba ukweli akaanza shida mimi lazima nimecharaza kidogo, si ile sana. Kwa Jose toroka utapigwa. Hapana. Mimi hata sijui kama na date. So kitiko ni hii. Mimi nisema ni mpa wangu ama ni wapa wenu. Yaani ikifika situation sasa unaona? Hiyo ndio tunaongelelea. Lakini mimi sioni kama kupigwa inafaa kwa relationship. Si mtu ukiingia kwa relationship unakuanga mtu kwa machua. Of course. So kwa nini mpigane? Yes, mnaleta shame hadi kwa society, watoto wenu watawaona. Sasa si ndio hiyo sasa. Never like muelewane muone vile mnafanya. So tunaanza kuambia ni kama uko relationship but kwanza jijue mali uko. Upate like kama uko place fulani ujue mtu wako kwa mazuri na mabaya anafanyanga kitu like ujue mtu ndani na yeye. Sasa unaona ukienda kwa familia usiende like unaolewa ndio unaenda kuona kwa familia mara moja hujawahi ishia huko. Ambia hata mtu wako nichukue kwa familia kwanza nione venye mnaendelea, ni familia hii venye iko, mjuane na watu. So kifikiri siku ya kukuja upate unajua mali unaishi. Sasa unaona. Na mimi like acha niseme hii si tina support wanawake, nasema tu kitu inafanyikanga hapa nje. Wanaume wengine mtu anawanga, mtu anamweka tu kwa nyumba, mtu akupei pesa ya salon, akununulie mafuta, mtu akuchukui out. Sasa si utabidi tu umecheat. Of course. Sasa unaona venye wanatupangia mikakati hapa hivi. Si kuwapangia like ukishatoa mtu kwao unafaa umlinde vizuri, like unafaa ujue unafaa
pesa ya salon. Lakini kuna mali wewe mwanamke huko nje alafu wewe ndo unajilipia pesa ya salon. Wacha niwaambie, unajua si tumeband. Sasa wadanganye mbebe vitu kwangu ukosa. Si leki kila siku. Unaweza pata leo uko nayo kesho. Kila siku makana mtu hata tuseme 5 years. Unajua kuna wale watu wanasema angaje like ani 1 week kama nishaeka nywele 1 week ishacha tena na yake nyingine. Kitu ni mpya bado haijazeeka kwa kichwa. Kama ni salon 1 week tena nataka atoe nyingine. Makucha nataka, mafuta nini, pesa za nini. Sio inabidi utule. Unajua mimi niko kasi fulani. Sisi pesa nakula ni hivi. So ukinipangia mikakati hivyo si lazima penda kwa like kuna manufaa kusave, watoto wanafaa kukula, hizo vitu wanafaa kushughulikiwa. Pia wewe kaa hata na nywele hivi bila kusonga siku moja. Usije unataka usonge kila day. Lakini pia kama mwanaume unafaa uweke mwanamke wako vizuri na asiende kutafuta mwingine huko nje. Of course. Sasa hivyo ni solution ya kuweka vizuri. Hiyo unataka kuje tuweke vizuri ndio msiende kucheat. Kwani huwezi kukubali mwanaume wako wakati yako ni shida useme like lakini sasa kila siku mnakaa na mtu hata hakuna siku atakuspoil. Wengine hata Valentine's najua amkupewa kitu. Hapana, swadanganya. Kama ulipewa kitu ulipewa, na kama ukupewa wait for the next time lazima utapewa. Hiyo ndio niko hata mimi mwanaume wenyewe kivyo ndio tuko na ile film nasema hadi last siku mpewa kitu fulani so na nakuja next lazima mimi ni surprise. Sasa unaona like useme inafaa hivyo, si mtu mwenye amekaa tu like anaona ni kama huyu mtu mwenye amemuoa ama mtu ako naye kwa relationship ni kama maid. Kazi ni kufua, kuosha vyombo na kukaa na kuzaa. Of course, lakini pia mimi mwanaume anataka wanawake sasa wenzake. Pia mimi nawaambia ni hii. Sasa mmepata tips kutoka kwa huyu manzi venye anasema. Like kama uko na mtu wako, mtiti tu fiti, umlinde tu poa, na mwelewane mkiwa kwa relationship. Kama kuna issue mna solve, alafu unajua vile mnaendelea sawa. Lakini pia mademo wako huko nje, if you want a man who has money, have your own money. Sasa unaona lazima ukae na pesa yako kwanza ndio upate zeti. Sasa hapo ndio umeongea vizuri na co-host. Isika like wewe unakuja kama mzigo. Si ndio? At least nikwambia niko na pesa fulani, pia ongeza pesa fulani, mnafanya kitu. Sasa unacheki. Sasa hivyo ndio inakuwa. So our people there, hope umepata story venye ina flow. Kama kuna wengine wenye wana feel na kuacha like una dai iongelelewe hapa hivi kwa hii show ya Live Lab TV show, andika hapa comment section iongelelewe. Tutakuchambulia tu hapa hivi tukiwa na host hapa hivi. Alafu kama unataka tu improve kwa kitu ama kuna kitu tunataka tuache kufanya, tu unaweza tuambia. Unaweza tuambia hapa hivi alafu tunarekebisha venye inafaa. So keep on watching Live Lab TV show. Toka hapa ndani, your influencer with my host hapa hivi tena Lea. Show ni kalika tunawaletea hapo hivyo nje. So hapo hivyo chini wafanye nini kwa show? Wa like, wa share and subscribe YouTube channel yetu pale hivyo. Sasa hapo ndio tunawapatia. Keep on watching. Alafu tunawapenda by the way. Tunawapenda sana. Goodbye. Kwa wale wanatusupport, keep on supporting. Na mshare hiyo link kabisa watu waipate ienda abroad. Sasa unaona. Bye. Tunawarank sana by the way.